katika jina la Yesu Kristo. Leo nina ujumbe unaosema jaribu. Najua ya kwamba umejaribiwa, kama si kwa hali ya uchumi, kwa hali ya ndoa, kwa hali ya jamii kwa ujumla, baba na mama na watoto. Kanisani umejaribiwa, kazini kwako, kwenye biashara yako. Lakini nina ujumbe wa matumaini. Nimewasikia watu wengi wanapojaribiwa kulalamika sana. Wanapojaribiwa ukata tamaa, wanapojaribiwa wanamwacha Yesu. Leo nina ujumbe kwako. Yakobo anazungumza katika sura ya kwanza, wewe ndugu wa Yesu Kristo. Anasema, ndugu sana, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia katika majaribu mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi. Saburi na iwe na kazi kamilifu, mpate kuwa wakamilifu na watimilifu bila kupungukiwa na neno. Huyu ndugu alijua jaribu lipo, na anazungumza na ndugu, azungumzi na wapagani. Ndugu ni wale walioamini. Anasema, ndugu zangu, hesabuni ya kuwa ni furaha tupu mkiangukia majaribu mbalimbali. Sio jaribu la aina moja. Nimesema leo watu wengine wamejaribiwa na uchumi, fedha hawaioni, mavalio mazuri hawaoni, tabu nyingi, kula kwa shida, wengine jinsi ya kulipa rent hawawezi. Lakini huyu mtu anaonekana kama mwendawazimu wa imani, maana yeye amepata katika ulimwengu mwingine wa juu zaidi. Anasema tufurahi tunapoangukia kwenye majaribu mbalimbali. Anasema tufurahi, sio ulie, sio usimange watu wengine, sio ulalamikie watu wengine. Ufurahi tukiangukia kwa majaribu ya aina mbalimbali, mkifahamu ya kuwa kujaribiwa kwa imani yenu, imani yetu huleta saburi, huleta uvumilivu, huleta ustahimilivu. Unakaa kwenye jaribu lakini una imani. Unajua ya kwamba leo yako sio kesho yako. Unajua ugonjwa hili linalolibana leo halitakaa mpaka kesho. Maana imani ni kuwa na uhakika na mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Kwa hiyo unaamini, unashikilia imani, unakaa kwenye imani, unabaki kwenye imani, bila kuangalia huku wa jaribu, bila kuangalia nani kaanzisha. Anasema tunapobaki tukiwa tukiamini kwenye jaribu na tunavumilia, ile saburi na iwe na kazi. Kazi gani? Ilete utimilifu na ukamilifu. Ina maana tutatoka kwenye jaribu tukiwa mashujaa, tutatoka kwenye jaribu tukiwa washindi. Vumilia jaribu unalolipitia. Mstari wa 12 anasema neno zuri la ajabu. Anasema, heri mtu astahimilie majaribu, kwa sababu akisha kukubaliwa ataipokea taji ya uzima Bwana aliyowaidia wampendao. Mtu ambaye ni heri, amebarikiwa yule mtu aliyestahimili majaribu. Ina maana aliyeshinda majaribu, alivumilia ile hali iliyokuwa inamfinya, na sasa ameshinda. Huyo mtu ana taji ambayo imeahidiwa na Bwana Yesu, ataipokea hiyo taji. Hii ndio maana jaribu ni lako. Jaribu sio wetu, jaribu ni lako. Ulitazame kama lako, usiangalie wanaoanzisha jaribu. Jaribu ni lako. Haleluya. Wiki ijayo nitakwambia kwamba jaribu linaletwa na nani, lakini leo naongea tu jaribu peke yake. Jaribu ni lako. Mara nyingine mtu anapojaribiwa
Chengine, mume anapojaribiwa anahusisha watoto, hata anapojaribiwa anahusisha Wakristo, lakini jaribu linabaki kuwa lako. Hii ni sehemu ya kwanza ya somo hili. Mungu wa Israeli na kubariki katika jina la Yesu Kristo, amen.